Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu inakuletea makala ya Rais. Finland, Sweden na Uholanzi ni miongoni mwa nchi zilizopo katika bara la Ulaya. Nchi hizi kama ilivyo kwa nchi nyingine mbalimbali duniani zimekuwa na urafiki na Tanzania, urafiki ambao sio tu umejikita katika mahusiano ya kidiplomasia bali pia mahusiano katika uchumi. Katika ziara hii Rais Jakaya Kikwete ametembelea nchi tatu: nchi ya Sweden, nchi ya Finland na hatimaye nchi ya Uholanzi. Anapita katika nchi hizi zikiwa ni wadau wakuu wa maendeleo kwa nchi ya Tanzania. Kwa miaka mingi iliyopita zimechangia katika bajeti. Pamoja na kwamba Tanzania inakwenda katika safari ya kupunguza utegemezi katika bajeti ya maendeleo, lakini Rais Kikwete ameona wakati akimalizia kipindi chake cha miaka 10 ya uongozi wa Tanzania apite kuzishukuru, lakini pia kuomba uhusiano uimarishwe zaidi hasa katika nyanja ya uchumi, lakini zaidi ya hapo kusema asante kwa yale ambayo nchi hizi zimeyachangia kwa Tanzania na zifanye zaidi. Katika ziara hii Rais Kikwete ameanza kutembelea nchi ya Finland, ambako mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Helsinki amepokelewa na balozi wa Finland nchini Tanzania Bibi Sinikka Anttila, na kisha kuelekea katika kampuni ya Kone ambayo inajihusisha na utengenezaji wa lifti na ngazi za kupanda na kushuka katika majengo marefu. Rais Kikwete ametembelea kampuni hii kwa lengo la kujenga mahusiano na Tanzania ambayo kwa sasa inapiga hatua kubwa katika ujenzi wa majengo marefu hususan katika miji mikuu, na hivyo kuwa na mahitaji makubwa ya lifti na ngazi za kupanda na kushuka katika majengo hayo. Siku iliyofuata Rais Kikwete akatembelea bandari ya Vuosaari. Mahali hapa JK na ujumbe wake wakapata uzoefu juu ya uendeshaji wa shughuli za bandari kwa nchi hii ya Finland, ambayo licha udogo wake wa kilomita za mraba 338,424 ina bandari 50, na kwa mwaka 2014 bandari ya Helsinki pekee imepitisha mizigo kiasi cha tani milioni 10.8 na abiria milioni 10.9. Mahali hapa pamekuwa na umuhimu wa kipekee kutafuta ushirikiano na Finland, hasa wakati huu ambapo Tanzania ipo katika mpango kamambe wa kujenga bandari ya Bagamoyo na kuendeleza bandari zake ili kuongeza ufanisi. Baadaye Rais Jakaya Kikwete ambaye ametembelea nchi hii kwa mwaliko wa Rais wa Finland Mheshimiwa Sauli Niinisto amefanywa mapokezi rasmi na rais wa nchi hii katika ikulu ya Finland, na baadaye kufanya naye mazungumzo kabla ya kufanya mkutano na waandishi wa habari. Katika mkutano huo na waandishi wa habari, marais wote wawili wameelezea uhusiano mzuri uliopo kati ya Finland na Tanzania, na kwamba uhusiano huu utaendelezwa kwa manufaa ya wananchi wa nchi zote mbili. This reflects the development of our relations. Hii inaonyesha maendeleo ya uhusiano wetu ambayo yamebadilika kutoka kwenye utamaduni kwenda kwenye maendeleo ya kiuchumi. Trade and investments offer great potential, and Finnish companies have a strong interest to export. I've served my 2 terms in office, so for me this is also an opportunity to come and bid farewell. Anasema nimetumikia vipindi vyangu viwili vya uongozi, kwa hiyo kwangu mimi hii pia ni fursa ya kuja kuaga na kuwashukuru kwa ushirikiano mlioutoa kwa Tanzania kwa miaka 10 ya uongozi wangu. Aidha, akiwa nchini Finland, Rais Kikwete ametembelea bunge la nchi hiyo na kukutana na Spika Mheshimiwa Maria Lohela, ambapo viongozi hao wawili wamezungumzia mahusiano yaliyopo kati ya bunge la Tanzania na Finland.
Spika Maria Lohela amesema bunge la Finland lipo tayari kuendelea kushirikiana na bunge la Tanzania hata baada ya bunge la sasa kumaliza muda wake. Nchini Finland, Rais Kikwete pia ametembelea chuo kikuu cha Aalto ambacho kinajihusisha na ugunduzi mbalimbali na kina urafiki na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ametembelea pia kampuni ya Wärtsilä ambayo inajihusisha na utengenezaji wa majenereta ya kuzalisha umeme, ambapo kampuni hii tayari ina majenereta kadhaa nchini Tanzania yanayozalisha megawati 280 za umeme, na sasa ikiwa na nia ya kutumia gesi iliyopatikana Tanzania kuzalisha umeme. Wärtsilä has the technology and EPC delivery capabilities to deliver gas, and in case needed, dual fuel applications in case that there is a need for backup fuel. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Mhandisi Felchesim Mramba, ameambatana na Rais Kikwete mahali hapa, na hapa anaeleza manufaa ya kukutana na kampuni hii na pia maendeleo ya programu ya kutumia gesi inayoendelea kugunduliwa nchini Tanzania, ambako futi za ujazo zaidi ya trilioni 55 zimethibitishwa. Kampuni hii ndio iliyotuzalishia mtambo wa Ubungo moja. Hizi ni engines zinazotumia gesi, na ndio ulikuwa mtambo wa kwanza wa TANESCO kutumia gesi. Lakini pia kampuni hii ndio imetengenezea mtambo wa Tegeta wa megawati 45 ambao pia unatumia gesi. Kwa jumla kampuni ya Wärtsilä imewekeza mitambo au imeuzia TANESCO mitambo yenye uwezo wa megawati 280. Kwa mchango wao kwenye uzalishaji wa umeme wa gesi katika nchi yetu ni mkubwa. Lakini ni kampuni ambayo imekuwepo nchini kufanya biashara na Tanzania kwa miaka mingi, labda zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo uzoefu wao na training ambayo wamekuwa wakiitoa kwa maengineer wa TANESCO ni muhimu sana. Jambo kubwa ni kwamba bomba la gesi la kutokea Mtwara na Songosongo kuja Dar es Salaam, bomba kubwa la serikali, limekamilika. Sasa hiyo inatupa nafasi kubwa zaidi ya kuwekeza zaidi kwenye uzalishaji umeme kutumia gesi, na makampuni yanayozalisha mitambo ya gesi kama hivi Wärtsilä, Siemens, General Electric na mengine, ni wakati wao sasa kushindanisha teknolojia zao na kuweza kupata teknolojia bora zaidi ambayo ni efficient zaidi. Lakini jambo moja naweza kulisema, hawa watu wa Wärtsilä wenyewe wameconcentrate kwenye kutengeneza mitambo ya engines, wanateza engines za gesi, tofauti na makampuni mengine mengi kama General Electric, Siemens na wengine ambao wao wanatengeneza gas turbines. Sasa gas engines kwa asili yake huwa ni efficient zaidi kuliko gas turbines. Ingawa huwa zinahitaji matengenezo mengi zaidi kuliko gas turbines, lakini unapolinganisha efficiency ya mitambo hii ya gas engines inakupa umeme mwingi zaidi kwa kiasi hicho cha gesi. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kwenda mbele kampuni kama hii na makampuni mengine yanayofanana na haya yatatusaidia sana kwa ajili ya kuwa na uwekezaji wa kutosha wa kuzalisha umeme na umeme wa hakika wa miaka mingi ijayo. Pamoja na mambo haya yote mazuri, Tanzania inavuna nini kutoka kwenye ziara hii ya Rais Kikwete? Tunataka hawa tuweze kuingia nao mkataba wa kusupply spares. Tunahitaji spare parts, tunahitaji teknolojia. Kwa mfano kama kuna wakati tunafanya kazi kubwa inayohitaji utaalamu wa kipekee, basi tunahitaji maengineer wao wawe available waweze kushirikiana na maengineer wetu kufanya kazi kama hizo. Kwa mfano mwanzoni tulipoanza kufanya kazi na Wärtsilä, wao walikuwa wanaendesha ile mitambo na kufanya matengenezo. Lakini baada ya kukaa nao kwa miaka mitatu, maengineer wetu walikuwa wamejifunza, na sasa wao maengineer wa Kitanzania ndio wanaoendesha mitambo hii. Wanaendesha wenyewe, wanafanya matengenezo makubwa wenyewe, na imetusaidia sana kwamba ule ujuzi ambao tuliweza kujifunza kwa maengineer hawa wa Finland umeweza kutusaidia, umekuwa ujuzi wa kwetu sasa. Tunaendesha mitambo na tunaifanyia matengenezo sisi wenyewe. Na hicho ndicho tunachokitaka. Kabla ya kuondoka Finland, Rais Kikwete ametembelea kampuni inayojihusisha na taa za kuongozea magari barabarani, na baadaye kampuni ya Metso ambayo inajihusisha na biashara ya madini, vipuri vya mabomba na kokoto. Sehemu aliyoitembelea ni ya utengenezaji wa valvu, ambapo kampuni hii hutengeneza valvu 25,000 kwa mwaka kwa ajili ya mabomba ya gesi na mafuta. Baada ya kumaliza ziara yake nchini Finland, Rais Kikwete ameendelea na ziara yake nchini Sweden, ambako kwanza amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Sweden, Mheshimiwa Margot Wallström, na kufanya naye mazungumzo. Kama ilivyo kwa nchi ya Finland, Sweden nayo ni nchi mojawapo kati ya nchi za Scandinavia ambazo zinafadhili miradi mingi ya maendeleo nchini Tanzania.
Hivyo Rais Kikwete ametumia ziara hii kuishukuru Sweden kwa misaada iliyoitoa kwa miaka 10 ya kipindi chake cha uongozi na kuaga rasmi kwamba mwezi Oktoba mwaka huu wa 2015 atakuwa nakabidhi kijiti kwa rais wa awamu ya 5 wa Tanzania. Pamoja na kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Sweden, Rais Kikwete pia amezungumza na Watanzania waishio Sweden na kuwapongeza kwa juhudi zao za kujitafutia kipato nchini humo. Mapema akizungumza kwa niaba ya wenzake, mwenyekiti wa jumuiya ya Watanzania waishio nchini Sweden, Bwana Tengo Kilumanga, amempongeza Rais Kikwete kwa kuridhia na kuonesha nia ya dhati ya kumaliza kipindi chake cha uongozi na kuwa mfano bora katika ukanda wa Afrika Mashariki. Nchi nyingine duniani, hasa zile za dunia ya tatu, marais huwa hawaagi wananchi wao, kwani siku za kuachia ngazi hazijulikani. Sherehe kama hii kwa nchi nyingine isingefanyika. Kwa hayo, kama nilivyoeleza hapo juu awali, kitendo chako cha kuja kutuaga ni kitendo cha kishujaa kinachoonyesha wewe sio mpendwa madaraka, bali ni mwana demokrasia kindakindaki. Sisi tuliokuwa ugaibuni tunafadhaika sana kuona nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kidemokrasia. Jambo hili pia linatuongezea heshima kwa mataifa mengine. Tunakupongeza kwa dhati ya moyo wetu kwa kuendelea utamaduni wetu tuliojiwekea na kuheshimu misingi ya demokrasia. Kwa upande wake, Rais Kikwete amewahakikishia Watanzania waishio Sweden kuwa nchi yao ipo salama na kwamba anamaliza muda wake wa uongozi huku akijivunia mafanikio makubwa katika maendeleo ya wananchi. Rais Kikwete anasema rais atakayempokea kijiti atakuta misingi mizuri aliyoijenga na kwamba hilo litakuwa ni daraja la uhakika la kuelekea katika Tanzania yenye uchumi wa kipato cha kati. Kilichofanya fanikiwe ni kwamba tumekuwa na sera nzuri tu za uchumi. Sound economic policies ndio zimetufikisha hapa tulipofikia. Uchumi umeendelea kuimarika. Wataalamu wa uchumi nadhani wapo hapa wanasema hivi, uchumi ukikua kwa 7% kwa miaka 10 mfululizo, pato la taifa la nchi hiyo linakuwa mara 2. The economy grows for 7% over a period of a decade, 10 years. The GDP of that country doubles. Sisi uchumi umekuwa kwa 7% kwa wastani wa miaka hiyo 10. Ni katika kipindi hicho GDP yetu imekuwa zaidi ya mara 3. The GDP trebled. 2005 tulikuwa dola 14.4 bilioni. Sasa hivi tuko dola 49.2 bilioni. Almost treble. Hivyo pato la wastani na Watanzania ilikuwa dola 375 mwaka 2005. Sasa tuko dola 1038. Na kwa maana vile vigezo vile vya Benki ya Dunia vya nchi kuwa kwenye kundi la nchi maskini sana na nchi za uchumi wa kati na nchi za uchumi ulioendelea, nchi kwa kutoka kwenye ule uchumi wa kati inaanza pato la wastani na dola 1096. Sisi tuko dola 1038. Na hakika hesabu ya mwakani tutakuwa tumetoka kwenye nchi la kundi la nchi maskini sana. We get out of the LDCs. We'll be middle income country. Yenyewe si mafanikio madogo. Kwa maana Tanzania imejenga silka kwanza ya kunung'unika. Na unamnung'unikia hajulikani.
Ili kuamini kwamba hatufanikiwi na mambo yetu ni mabaya sana. Lakini sasa wale wanayetutazama sasa wa nje ndio wanasema mambo yenu mazuri sana, mnafanya vizuri sana. Niko na waziri wa mambo ya nje wa Sweden leo, nazungumza mambo mazuri tu. Tunatumia muda mwingi kuzungumzia nchi jirani na matatizo yake. Kama mimi siwezi kubeba mzigo wa nchi jirani, sasa watu wote wanaamini hivi. Na watu wa Umoja wa Ulaya wameniomba nikuambie hivyo, nikuombe hivyo bwana, tusaidie. Lakini kama tumepiga hatua kubwa, maana kutoka kwenye nchi maskini sana tutoke kwenye ile kundi la nchi 48 kwa miaka mingi tuko pale pale. Sasa tumefika mahali sasa tunakaribia kutoka. Kwa hiyo yenyewe ni jambo la faraja kubwa kwamba tunapiga hatua kubwa. Tumepiga hatua kubwa ya maendeleo. Mauzo yetu ya nje yameongezeka sana. Akiba yetu ya fedha za kigeni ni kubwa. Kwa malengo yetu sisi ni kwamba akiba ya fedha za kigeni yetu sisi tuwezeshe kuagiza bidhaa kwa miezi 4. Sasa mbona 4 tu? 4 inatosha sana. Mkiwa na ile akiba kubwa zaidi ya hapo, nalo lina athari yake kwenye uchumi. Rais pia amefanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje anayejishughulisha na masuala ya maendeleo Ulrika Moda, na baadaye akatembelea makao makuu ya shirika la misaada la Sweden yani SIDA, ambalo limekuwa likishirikiana na Tanzania tangu miaka 50 iliyopita, likitoa ufadhili katika miradi ya maji, kilimo, umeme na mingine. Akiwa hapa na mwenyeji wake ambaye ni kaimu mkurugenzi mkuu wa SIDA Torbjörn Peterson, pamoja na kufanya naye mazungumzo, amekutana na wafanyakazi wa SIDA ambao wengi wamefanya kazi Tanzania na kuelezea hatua zilizopigwa na Tanzania katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ikiwemo kuongezeka kwa pato la taifa kwa mara 3 zaidi, kuongezeka kwa pato la mtu kwa mara 3 zaidi, na safari ya Tanzania kuelekea katika nchi ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2025. Aidha, ameelezea manufaa makubwa yaliyopatikana katika uboreshaji wa huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya, maji na miundombinu. We have adopted sound economic policies that have worked well for us in the last 10 years. Growth rates has been... Anasema tumekuwa na sera nzuri za uchumi katika miaka 10 iliyopita. Uchumi wetu umeendelea kukua vizuri kwa wastani wa 7%, lakini pia pato la taifa limeongezeka kwa mara 3 kutoka dola za Marekani bilioni 14.4 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 49 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Hali kadhalika pato la mtu limeongezeka kutoka dola za Marekani 375 hadi kufikia dola za Marekani 1038, na hii inatuweka nyuma kwa dola 50 tu kufikia kiwango cha kimataifa cha kuwa nchi ya kipato cha kati. If we increase another $50, we'll just get out of the LDC. Aidha, akiwa Sweden, Rais Kikwete pia amekutana na mfalme wa Sweden, Mtukufu Carl Gustaf, na kufanya naye mazungumzo. Nchini Sweden, Rais Kikwete amemaliza ziara yake kwa kutembelea taasisi ya Karolinska yenye chuo kikuu cha udaktari. Chuo hiki kikubwa ni miongoni mwa vyuo vikuu vya udaktari vikubwa duniani na chenye hadhi ya juu. Kwa nchini Sweden, chuo hiki kikuu kilichoanzishwa mwaka 1810 ni cha 3 kuanzishwa nchini humo na kipo mjini Stockholm. Chuo hiki kina uhusiano na Tanzania, ambapo wasomi wake wamekuwa wakiendesha tafiti mbalimbali zikiwemo za kukabiliana na magonjwa kama vile malaria nchini Tanzania, na kumekuwa na programu ya kuwapa nafasi madaktari na wanafunzi kupata elimu ya udaktari katika chuo hiki kikuu, akiwemo Richard Mwaiswelo ambaye Rais Kikwete amemkuta akisomea udaktari. You can see 2 rings. It's the center of it's the middle. Of that box. Yes, the box, the middle box. Yeah, 2 rings. like two spots. Yes, those are Red red spots. spots. Yes, and also it's the same as here.
This is a thin smear and this is a thick smear. But this one we use routinely in the clinic, and this one is for research purposes, where we can see the type of malaria parasite. But here it can be Plasmodium vivax or Plasmodium falciparum, but there we can tell. But also hii slide inatoka Tanzania. Tunafanya kazi zetu Bagamoyo pale Yombo. Then we have another method. This is a rapid test. Hapa Sweden, Rais Jakaya Kikwete pia amekutana na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Sweden Bwana Stefan Löfven ofisini kwake jijini Stockholm. Amekutana pia na meya wa jiji la Stockholm Bibi Carina Wangal, na pia amekutana na spika wa bunge la Sweden Bwana Alban Ali. Where I think we should have a photo on the stairs over there. Thank you. And then in the middle, here we go. Shughuli nyingine ya Rais Kikwete hapa Sweden ilikuwa ni kuwahimiza wawekezaji ambao wapo tayari kushirikiana na Tanzania katika uendeshaji wa mradi wa mabasi yaendayo haraka katika jiji la Dar es Salaam ili kukabiliana na tatizo la usafirishaji katika jiji. Mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka Bibi Asteria Mlambo anasema maendeleo ya mradi huu yanakwenda vizuri. Ziara kama hizi zinafanyika kwa malengo mahususi ya kuwawezesha wadau mbalimbali ambao wanaweza wakashiriki kwenye uwekezaji wa mradi, kuweza kufahamu mradi ulipo na unako na namna ambavyo wanaweza kuwekeza. Katika ziara hii tumeweza kuelezea kwamba ni namna gani tumejipanga katika utaratibu mzima wa kupata wawekezaji watoa huduma kwenye mfumo wa mradi wa mabasi yaendayo haraka. Tumetoa namna ambavyo tumepanga interim service ambayo itatolewa na kampuni inaitwa UDA Rapid Transit, na namna gani tunatarajia baadaye wawekezaji wengine wanaweza wakafanya kazi kwa pamoja na UDA Rapid Transit kuhakikisha kwamba huduma yetu inatolewa vizuri na ikizingatia wazawa wanapata fursa ya kuendelea na mradi huu. Mradi wa mabasi yaendayo haraka hivi sasa kwa upande wa ujenzi wa miundombinu tuko kwenye kiwango cha kwa ujumla kama 85%, lakini kwa uendelezaji huo Kimara hadi Kivukoni au tukienda mpaka maeneo yetu ya Mbezi ni kwamba ujenzi umekamilika, na sasa hivi tunakamilisha tu swala la vituo. Na hatua muhimu sana ambayo imefikiwa kwenye mradi hivi sasa ni kusainiwa kwa mkataba wa mtoa huduma ya mpito ambao ni kati ya serikali na UDA Rapid Transit, na tungelipenda kutoa ufafanuzi. UDA Rapid Transit sio UDA mama, ni kampuni ambayo inajumuisha UDA na watoa huduma wengine wote, hususan wamiliki wa mabasi ya daladala kwenye jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kwamba juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba wale wote wanaotoa huduma kwenye mfumo wa mabasi ambayo daladala na wenyewe waweze kununua hisa kwenye kampuni hiyo, wawe sehemu ya mfumo. Malengo yaliyopo mpaka hivi sasa, mwezi wa 9 tunatarajia wakazi wa Dar es Salaam watatuweza kupata huduma ya mabasi ya mpito, lakini mwezi wa 7 tutaanza mafunzo ya madereva. Kwa hiyo wale madereva wenye nia ya kupenda kuingia kwenye mfumo wa DART ni vizuri wakawasiliana na UDA, DAKOBOA na UDA ili waweze kuona ni namna gani wanaweza wakaingia kwenye mfumo. Kwa upande wa tenda kubwa au ni mfumo wetu mkubwa kabisa ambao tenda tunakamilisha makabrasha ya tenda. Tenda bado itatangazwa ambayo ni international tender kuwawezesha Watanzania na kampuni nyingine za nje ziweze kupata fursa ya kutuhudumia. Kabla ya kumalizia kipindi chetu kwa siku ya leo, baadhi ya Watanzania waliotuona waandishi wa habari tukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wakatuvuta mashati wakitaka kutoa lao la moyoni kuhusiana na ziara za rais katika mataifa haya yaliyoendelea. Ziara hii inasaidia kukuza mahusiano kati ya nchi yetu ya Tanzania na Finland, kwa sababu uhusiano huu umekuwepo kwa zaidi ya miaka 50, na kikubwa zaidi tumeona rais ametembelea investors tofauti, wawekezaji tofauti, na kwa especially katika maeneo ya nishati, kitu ambacho sasa hivi bado ni changamoto nyumbani, na mambo ya viwanda. Kwa hiyo ziara kama hizi zinakuwa zina manufaa kwa sababu kuna vitu ambavyo Tanzania tunavihitaji na wenzetu pia wanavihitaji. Kwa kufanya hivyo basi tunafanya tunaleta maendeleo katika
taifa letu. Nafikiri kikubwa ni kwamba tukusanye nguvu kwa pamoja na tuwe na ile vision ya pamoja kama taifa na kusimamia utawala bora. Nchi kama Finland tunaangalia kwamba katika eneo la kodi inakusanywa na tunaangalia inavyotumika. Kwa hiyo ni jitihada hizi ambazo zinaendelea za serikali basi ziendelee kuungwa mkono katika ukusanyaji wa kodi na vile vile katika kuigawanya. Na kikubwa vile vile Finland tunaona kwamba wanasafirisha bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo vile vile ni changamoto kwa viwanda vya ndani na vyenyewe viwanda vya ndani na masoko kwenye ajira. Tunapoongelea agriculture, tunapoongelea ufugaji na wenyewe tuweze kusafirisha bidhaa ili vile vile kuongeza pato la taifa kwa kusafirisha vitu nje. Kwa hiyo uhusiano huo njia mbili, tunatuma vitu nje na vile vile tunapokea. Nafikiri ziara kama hizi usipoziangalia kwa umakini uwezo kujua umuhimu wake, lakini zina umuhimu mkubwa. Kwanza kikubwa ni kwamba unapovutia wawekezaji na vile vile unapowasaidia Watanzania uweza na wenyewe kuwekeza, mahusiano kama haya yanafungua kwanza soko la ajira na soko la biashara. Kwa hiyo Watanzania wananufaika kufanya biashara na makampuni ya nje na makampuni ya nje vile vile yananufaika kufanya biashara na ndani. Ni kitu ambacho hatuwezi kukiepuka katika dunia ya utandawazi. Kwa hiyo ushauri ni kwamba iwepo tu miundombinu na sera nzuri za kuhakikisha kwamba taifa letu vile vile linakuwa, sio tunapokea tu na sisi tu tunatuma. Naam, kuna mengi yaliyojiri katika ziara hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete katika nchi 3 za barani Ulaya, lakini kwa kuwa wakati ni ukuta, sina budi kuishia hapa kwa leo. Pamoja na kukitazama kipindi hiki kupitia luninga, pia kipindi hiki pamoja na vingine vinavyomhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete vinapatikana katika mitandao ya kijamii, tovuti na wavuti rasmi ya Ikulu ambayo ni www.ikulu.go.tz, au waweza kuvitazama kupitia YouTube. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gaston Msigwa.